Na mtazamaji wa Jamii Plus, karibu sana katika simulizi yetu ambayo tunaendelea nayo mfululizo, ikiwa leo ni episode ya 3 katika simulizi inayoitwa Uchawi wa Babu. Na leo tunaendelea pale tulipokuwa tumeishia. Tunakumbuka katika episode iliyopita ya pili tuliishia pale ambapo kijana Ramadhani alibeba mfuko wa wale nyoka watatu na kuambia waende nao nyumbani, wakiongozana na babu yake kutoka msituni ambako walipata kikao cha dharura na hivyo walirudi nyumbani. Basi tunaendelea pale tulipokuwa tumeishia, lakini kama bado hujasubscribe katika channel yetu bana, hakikisha unafanya hivyo kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hapo. Alafu pia utabonyeza ile alama kengele itakayotokea ili wa kwanza kupata taarifa pindi tunapokuwa tunatoa video mpya na uweze kupata simulizi mbalimbali kutoka katika channel yetu ya Jamii Plus. Bana, ukitaka kuwa fans wa Jamii Plus hakikisha umesubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa za video hizi zinapotolewa tu, basi unakuwa wa kwanza kutazama. Tuandikie maoni yako, unapenda simulizi gani ziweze kuwekwa hapa. Napenda sana nikisoma maoni ya watazamaji, mniambie mnahitaji simulizi aina gani na je, kipi kiweze kuboreshwa. Itakuwa vizuri sana. Bila kupoteza wakati sasa tuweze kuendelea kwa simulizi yetu ambayo inaitwa Uchawi wa Babu. Bwana, inazidi kunoga, inazidi kuwa tamu na inazidi kuvutia zaidi. Hapa ni sehemu ya kupata burudani. Karibu sana. Wakiwa njiani, wakiwa wanarudi nyumbani bana, namuona Ramadhani ambeba ule mfuko wa nyoka watatu na hivyo babu yake alikuwa amebaki nyuma. Lakini babu alibeba kile kichungu ambacho alikuwa amekifukua au kile kibuyu katikati ya mji wake pale. Alifukua kibuyu kile baada ya kuchimba na kile kisu chenye ncha kali. Aliweza kubeba kibuyu mkononi na hivyo aliweza kutoka nacho, na alipokaribia kufika nyumbani pale, Ramadhani aliambiwa asimame kabla ya kuingia katika uzio wa mji, manake katika wanaita uwani. Kama tunafahamu wale waliokaa vijijini wanaweza kuwa wanaelewa kwamba kile ninachokisema kwamba ni zile sehemu ambazo kuna nyumba ziko pembeni na katikati ya mji kuna uwazi. Sasa panaitwa uwani pale. Baada ya kufika pale, basi ilibidi wasimame. Kabla ya kuingia pale, babu yake alimwambia Ramadhani simama. Alifungua kile kibuyu chake kilichokuwa amekibeba. Alichovya kwa kidole chake kidogo kile cha mwisho cha mkono. Alichovi na hivyo alimwekea doti kwenye paji la uso la Ramadhani, na hivyo akamwekea tena doti lingine upande wa shavu la kushoto na upande wa shavu la kulia. Akamwambia, naomba ufumbe macho, alafu utaniambia umeona nini, mfuko wako ukiwa umeushikilia hivyo hivyo. Ramadhani aliweza kufumba macho na hivyo alimwambia babu yake, sioni chochote. Babu yake alimwambia, hapana Ramadhani, naomba usiogope, toa hofu, mimi nimesimama nawe hapa, nakwambia fumba macho alafu niambie mbele umeona nini. Ramadhani alirudia hivyo kama babu yake alivyomwelekeza. Alifumba macho na hivyo aliangalia mbele na hakuweza kuona kitu. Alimwambia, babu, sijaona chochote. Babu yake akamwambia, kwa nini hujaona? Akamwambia, babu, umeniambia nifumbe macho, nitaona na nini? Babu yake alicheka sana, kicheko cha taratibu, akimwambia, safi sana mjukuu wangu, wewe ni mjanja na hivyo nilitaka nione unaweza nini. Hii ndio kuwekea, haya matone ndio kutonyea. Haya ni kwa ajili ya kusafisha, maana huwezi jua kule wamekuonaje, wamekutazamaje. Pale tulipoenda ni pa watu wazito. Nimekuwekea hivyo ili kukuwekea kinga ya kumaanisha kwamba uingie salama, ili ukilala ulale salama, kwa maana wasije kwa kuchezea. Pale kila mmoja ana mtu wake ambaye anamuandaa kwa ajili ya kuweza kurithi mikoba yake. Wewe Ramadhani mjukuu wangu, nimeona wewe ndiye unayenifaa na hivyo lazima nikukinge wasiweze kukudhuru wale, maana pale tuko kwenye vita. Kila mmoja anahitaji kijana wake aweze kushinda. Ninachohitaji mjukuu wangu, nimeona uko smart, una uwezo wa kufikiria sana, kwa maana nilikwambia fumba macho niambie umeona nini. Umesema huwezi kuona kwa sababu umefumba macho. Vizuri sana, shika nyoka. Sasa ukishafika pale, waeke mlangoni kwangu, tangulia, mimi nakuja. Babu yake aliongea maneno hayo huku akiwa amefurahi kiukweli, baada ya Ramadhani kufanikisha lile swala kwa jinsi ambavyo walikuwa wameulizwa swali la mtego na kuweza kulitegua. Kumbuka ni kijana mdogo mwenye miaka 13 tu. Ramadhani huyu tunamzungumzia hapa anatuambia kwamba baada ya kufikisha wale nyoka katika ule mlango wa babu yake kwenye ile nyumba analala babu yake, basi aliweza kugeuka na yeye alielekea kwenye nyumba aliyokuwa akilala yeye na wadogo zake. Alipofika huko, aliingia ndani taratibu kama ilivyokuwa kawaida wakati wa usiku alikuwa akifanya hivyo. Aliingia ndani na alipanda kitandani akiwa wa baridi na miguu yake ikiwa ina madoa ya vumbi, ambaye alikuwa ametembea miguu peku kuelekea msituni, na walirudi hivyo hivyo. Basi aliingia ndani hivyo hivyo.
Ramadhani anatuambia kwamba hakuweza kufahamu nini ambacho kiliendelea huko nje. Hivyo yeye aliingia ndani na kupanda kitandani na kulala. Aliamshwa asubuhi na mama yake majira ya saa 11 asubuhi akiambiwa amke ajiandae kwa ajili ya kwenda shule. Waliamshwa, walijiandaa kuelekea shuleni, lakini Ramadhani alifika shuleni akiwa anasinzia. Alikaa darasani akiwa anasinzia. Alianza kuona ufanisi wa kutokuelewa masomo umeanza kumwingia, kwa maana alikuwa hana muda wa kuweza kukaa darasani na kusoma. Hivyo alikuwa akifika ni wakati mwingi wa usiku ambao alihitajika alale na kupumzika, aliutumia wakiwa na babu yake. Hivyo alifika darasani akiwa amechoka na hakuweza kujifunza chochote kwa sababu yeye wakati wote alikuwa ni wa kusinzia darasani. Kama unavyofahamu maisha shule yalivyo, shule za msingi, ukiwa unaonekana umekaa ovyo ovyo, basi unakuwa ni mtu wa kutaniwa sana, na hivyo walimu wote wakiingia darasani wewe ndio wa kwanza kukuulizia mfano, na hivyo uhitajike uweze kupewa adhabu ya kuchapwa viboko au ukaulizwa maswali ambayo ni magumu huwezi kuelewa ili waweze kukuadhibu kutokana na kushindwa kujibu maswali. Ramadhani alikutana na kadhia hiyo ambayo ilimfanya aweze kuhisi kwamba anaanza kuchukia shule, lakini haukuwa mpango mzuri au wa kwake katika maisha yake, ili kutokana na kwamba jinsi alivyoshinikizwa na babu yake kufanya vitu ambavyo vilikuwa havipo kwenye uwezo wake na pengine kumpotezea wakati mwingi wa kupumzika wakati wa usiku, vilianza kumpa athari mbaya katika masomo yake darasani. Ramadhani alirudi nyumbani akiwa amechoka, lakini hajielewi afanye nini. Akaanza kuhisi kwamba anaanza kuichukia shule. Masuala yao yaliendelea kama kawaida, na hivyo Walenyoka hakufahamu walipelekwa wapi na babu yake. Lakini siku moja wakiwa wamekaa na babu yake majira ya mchana, alimuuliza, "Babu, Walenyoka wako wapi?" Babu yake alimwambia, "Mjukuu wangu, wala usikae kuulizia Walenyoka. Unachotakiwa ufanye wewe ni kujiandaa na mtihani utakaokuja, kwa sababu kijijini hapa baada ya wiki kutatokea ugonjwa ambao utakuja, mtahitajika muweze kutibu watu. Leo usiku tutaondoka, nitaenda kukupeleka kwenye kilinge kingine ambacho huko utaenda kujifunza jinsi ya kutibu. Utaenda kufanya mifano jinsi ya kutibu watu, na ninaomba mjukuu wangu leo usiku uwe makini sana. Nimependa wakati huu niweze kukaa nawe hapa ili niweze kuona unataka kujifunza kweli au unabahatisha. Nahitaji leo jioni tukienda katika kilinge, mjukuu wangu usiniaibishe. Najua wewe ni mwelevu sana, una akili nyingi. Nitaomba uweze kufanya kile ambacho nitakuelekeza, na nikikuelekeza hakikisha usisahau mjukuu wangu. Ninaomba uweze kuniheshimisha, kunifanya nionekane mimi nimekulea vizuri, na mimi waweze kuniheshimu wale wengine." Ramadhani anasema kwamba yeye alikubali, lakini alikuwa hajaridhika kwa sababu aliona kama babu anaanza tena kumletea habari zingine ambazo alianza kuhisi. Kwa hiyo Ramadhani katika akili yake anasema alikuwa yuko 50-50, kwamba haelewi shule wala hamuelewi babu yake. Alibaki katikati, kwa anashindwa kipi ni kipi na kipi muda gani na kwa kipindi gani. Mama yake alianza kufanya uchunguzi wa kuweza kumfuatilia Ramadhani. Hili lilikuwa ni tatizo kwake. Anasema kwamba alikuwa hajafahamu toka lini mama yake alianza kumfuatilia mienendo yake, lakini mama yake alihisi Ramadhani anapata shida akiwa shuleni. Walipotoka kuelekea shule, mama alikuwa akiwafuata nyuma, akihisi labda Ramadhani alikuwa afiki shule na kupitia katika njia zingine au kukaa katika vichaka, lakini hapana. Ramadhani alifika shule, lakini alikuwa hana performance nzuri au mwendelezo mzuri uliokuwa akiwepo wakiwa darasani. Walifanya mitihani ya shule, lakini bado mitihani yake ilikuwa iko chini. Mama yake alianza kupewa taarifa na kuitwa shuleni. Ramadhani amebadilika, amekuwa hana ufanisi mkubwa katika shule wala masomo, na hivyo alisababisha kupata kufeli kwa mitihani yake ya shuleni. Mama yake alianza kumfuatilia kwa uchunguzi wa karibu zaidi, na pasipo kumwambia Ramadhani kwamba mama yake alikuwa akimchunguza. Ramadhani alianza kuripotiwa na walimu waliokuwa katika masomo mbalimbali, wakimwambia kwamba alikuwa ameanza kusinzia akiwa darasani. Alikuwa hawezi kufanya chochote akiwa darasani, muda mwingi aliutumia kulala tu. Mama yake alimuuliza aliporudi nyumbani, "Ramadhani, ninahitaji kuzungumza na wewe. Niambie mtoto wangu, una shida gani unayopitia huko shuleni? Una shida gani unaipitia? Usiku huo ulali? Kwa nini nimepewa mashtaka kwamba shuleni, darasani wewe ni mtu wa kusinzia tu na hauwezi kujifunza chochote?" Ramadhani aliingia hofu. Anasema mikono yake ilianza kutoa jasho jembamba, jasho ambalo lilisababisha aanze kuloa katika viganja vya mikono yake. Mama yake alimwambia, "Kwani mbona una wasiwasi na unaogopa?
nimekuuliza swali, sijakushikia kiboko wala sijahitaji kukuchapa. Ninachohitaji nifahamu ni kwamba, je, unapitia changamoto gani? Ni kwa nini darasani ukifika unasinzia na unalala? Naomba uniambie mtoto wangu. Ramadhani alianza kujingatangata, ashindwa aanze kuzungumza vipi. Ramadhani anatuambia kwamba kichwani kwake alianza kuhisi kwamba mwambie mama yake, mama, babu wananitoa usiku nje, lakini akashindwa nitaanzaje. Hivyo alianza kuwa na mkanganyiko wa maneno. Mama aliita mama mara 3, lakini bila kuzungumza chochote. Ramadhani alianguka chini na kupoteza fahamu. Mama yake alipiga kelele na kutoka nje kuanza kuita watu wapite, majirani waje kumsaidia mtoto wake ambaye amezimia ghafla pasipokuwa na taarifa yoyote wa kujua nini tatizo. Watu walifika na kumwinua, walimtoa nje na kuanza kumpepea, lakini Ramadhani alikuwa bado hajazinduka. Tulisikia sauti kutoka getini, yani katika geti la mji, likisikika. Babu yake akisema, ni nani huyo amelala hapo chini? Kuna tatizo gani? Mbona watu wengi kwangu? Mama yake Ramadhani alianza kulia na kumwambia, Ramadhani wangu yuko chini. Babu alisema, Ramadhani? Babu alitupa fimbo na alikuja alikimbia. Alipofika akasema, mjukuu wangu wamesha. Kabla hajamalizia alinyamaza, alisita. Mama alihisi kitu, lakini hakuweza. Wote walibaki wakiwa wanashangaana. Mtazamaji wangu, je, unafahamu nini ambacho kitatokea hapo? Naomba tuishie hapa leo. Tuweze kukutana tena katika episode ya 4. Tufahamu nini ambacho kitajiri baada ya Ramadhani kuzimia, kuulizwa maswali, kubananishwa maswali na mama yake mzazi. Na hivyo ilihitajika uweze kufahamika ni kipi ambacho kwa kikiendelea katika maisha ya Ramadhani. Na hivyo babu amefika na yeye ametaka kujichanganya. Je, mama atamuuliza babu nini kinaendelea? Usikose kufahamu katika episode ya 4 uweze kujua nini ambacho kinajiri. Hakikisha kama bado hujajiunga pamoja na sisi katika channel yetu ya Jamii Plus, hakikisha unabonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hapo, na ile alama kengele usiache kuibonyeza, ni muhimu sana. Alafu tuandikie maoni, wewe unafikiria nini katika simulizi hii ya umchawi wa babu? Je, ni simulizi ambayo ni nzuri tuendelee nayo au tuanzishe nyingine ambayo itakuwa ni nzuri? Tuna chungu nzima ya simulizi hapa. Nikwambie tu mtazamaji wangu, hakikisha unatuandikia maoni yako chini hapo, like video hizi na share. Nikutakie wakati mwema. Bye bye.